believe in Africa. Nipongeze halmashauri zote pamoja na taasisi kwa kusimamiwa na wakuu wa wilaya kwa namna ambavyo mpaka sasa hivi mmeendelea kulifanyia kazi swala hili la uwekezaji kama moja kati ya agenda za kitaifa na moja kati ya agenda zetu za kimkoa, kuhakikisha kwamba mkoa huu unapata wawekezaji wa kutosha. Mmefanya kazi ya kutangaza fursa zilizoko kwenye maeneo yenu kama halmashauri, lakini pia kupitia ofisi za wakuu wa wilaya na ofisi ya mkuu wa mkoa. Lakini pia tunaona katika kufanya hivyo bado tunahitaji kufanya kazi zaidi katika kuzitangaza fursa za uwekezaji ambazo ziko ndani ya mkoa wetu. Jambo la kwanza, naomba wote tutambue kwamba tunawahitaji wawekezaji kwenye sekta mbalimbali ndani ya mkoa huu wa Katavi. Lakini hatutahitaji vurugu na fujo katika swala hili la uwekezaji. Na ili kudhibiti vurugu na fujo katika swala la uwekezaji, niwaagize wakuu wa wilaya kwenda kuunda madawati ya uwekezaji kwenye halmashauri zote. Madawati haya ya uwekezaji yatakuwa na wajumbe ambao katibu tawala atatoa mwongozo, lakini miongoni mwao lazima wawepo maafisa uwekezaji, maafisa biashara, maafisa ardhi, maafisa sheria, lakini na maafisa wengine wanaohusika na masuala ya mazingira, pamoja na wajumbe wengine ambao katibu tawala atatoa mwongozo huo kwa haraka, ili kuhakikisha kwamba swala la uwekezaji tunaliweka katika utaratibu mzuri unaoeleweka, ambao utatuwezesha kusimamia uwekezaji wa kila mahali, na kwa maana hiyo kuweza kupunguza malalamiko na migogoro ambayo yanatokana na wananchi wetu kuto kuelewa umuhimu wa uwekezaji, lakini kujikuta tu wako ndani ya uwekezaji ambao huenda hawakupata taarifa za mapema. Kwa maana hiyo niagize kwamba ni lazima ndani ya kipindi cha wiki 2 kuanzia leo halmashauri zote zikaunde madawati ya uwekezaji ambayo kazi yake itakuwa ni kudhibiti na kufuatilia masuala yote ya uwekezaji ndani ya halmashauri husika. Lakini swala la pili ni swala linalohusiana na migogoro ya ardhi kwenye uwekezaji. Tumebaini kwamba baadhi ya maeneo wapo wenzetu ambao ni wawekezaji kutoka nje ya nchi, lakini wanashikilia ardhi au naweza kusema wanamiliki, japo sio kwa kushika hati mkononi kwamba wamemilikishwa, lakini wanadai kwamba wanamiliki hizo ardhi, jambo ambalo ni jambo la hatari sana. Kwa hiyo agizo la pili ni kwamba niwaagize wakurugenzi watendaji pamoja na taasisi zote zinazohusika pamoja na wakuu wa idara zinazohusika na ardhi kwamba mkumbuke utaratibu wa kisheria wa nchi hii kuhusiana na umilikishwaji wa ardhi kwa wawekezaji. Mwekezaji yeyote anayehitaji kumiliki ardhi atapewa ardhi hiyo kwa utaratibu wa kisheria chini ya TIC, ambapo atakuwa anapewa ardhi hiyo kwa muda na kupewa masharti mahususi ya uwekezaji na matumizi ya ardhi hiyo, lakini sio mamlaka ya halmashauri wala ya mkoa kumpa ardhi mwekezaji ambaye sio Mtanzania kwa ajili ya kuimiliki. Kwa hiyo jambo hili kuanzia sasa lidhibitiwe kikamilifu ili lisituletee migogoro. Tunayo GN Government Notice namba 487A ya tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2025 ambayo imetoa oda ya kuzuia shughuli takribani 15 kufanywa na wawekezaji au wageni ambao sio raia wa Tanzania. Lakini inavyoonekana ni kwamba amri hii au GN hii haijazingatiwa kikamilifu, kwa sababu baadhi ya halmashauri tunaona mnatoa leseni, mnatoa vibali, mnawezesha wageni hawa ambao sio wa Tanzania kuweza kufanya kazi ambazo zimezuiliwa kwa mujibu wa GN hii. Kwa hiyo nataka kuwakumbusha kwamba lazima GN hii ikasimamiwe kikamilifu kwenye maeneo yenu, na ni marufuku wageni kufanya shughuli zote ambazo zimekatazwa kwa mujibu wa GN hii, lakini kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu nyingine mbalimbali ambazo zinaongoza nchi hii ya Tanzania. Na muende mkafanye tathmini na kubaini kama kuna eneo lolote mahali popote ndani ya halmashauri hizi mgeni amepewa leseni au ameruhusiwa au hata kama hajaruhusiwa, lakini anafanya shughuli ambayo imekatazwa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa GN hii, mkachukue hatua zinazostahili za kuzuia jambo hilo lisiendelee. Tulikuwa na maelekezo na mpaka sasa tunayo maelekezo ya viongozi wetu wa kitaifa
kuhusiana na masuala ya udhibiti wa mazingira pamoja na usafi wa mazingira, na tulipewa maelekezo ya kuhakikisha kwamba kila Jumamosi ya mwisho ya mwezi inakuwa ni siku ya kufanya usafi wa mazingira na utunzaji wa mazingira na kung'arisha miji yetu na vijiji vyetu chini ya swala hili la usafi na mazingira. Lakini naona swala hili kwa sasa limesinzia. Niagize kwamba kuanzia mwezi huu tulionao ni lazima swala hili la kufanya usafi, kuboresha mazingira na kung'arisha miji yetu kama ilivyoelekezwa na viongozi wetu wakuu, sasa ni lazima lifanyike kila Jumamosi ya mwisho ya mwezi husika, tukianzia na mwezi huu wa pili. Naamini bado tunao Jumamosi nyingine katika mwezi huu wa pili. Kwa hiyo waheshimiwa wakuu wa wilaya, simamieni jambo hili liweze kufanyika kila mwezi kwa lengo la kuhakikisha kwamba usafi wa mazingira unafanyika kikamilifu, kujikinga na maradhi, lakini pia masuala ya utunzaji wa mazingira kwa ujumla wake, kutoa elimu, kutoa makatazo na kushiriki katika masuala ya upandaji miti ili kuweza kuhakikisha kwamba swala la mazingira nalo linaendelea kupewa kipaumbele. Lakini swala lingine, niagize wakuu wa wilaya, wakurugenzi watendaji, hakikisheni kwamba mnafanya tathmini ya miradi yote ya maendeleo katika kipindi cha miaka minne kuanzia mwaka huu tulionao kurudi nyuma miaka minne, kubaini fedha zote zilizoingia ndani ya mkoa huu kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali na kufanya tathmini na uhakiki na ukaguzi fedha hizo zimefanya kazi iliyokusudiwa, na je, mradi huo au shughuli hiyo imekamilika, na kama imekamilika, matumizi ya mradi huo yameanza, na kama kuna tatizo la aina yoyote, mtafute ufumbuzi wa haraka, solution ya haraka, na kuhakikisha mradi huo unakamilika na unaanza kutumika haraka iwezekanavyo. Na nitahitaji kupata taarifa kutoka kwa wakuu wa wilaya baada ya tathmini hiyo ndani ya kipindi cha wiki 3 kuanzia siku ya leo ninapotoa maelekezo haya. Kwa hiyo ndani ya siku 21 nipate ripoti kwamba mmeshafanya tathmini, mmeshafanya ukaguzi, mmeshajiridhisha na mmejiridhisha kwamba miradi hiyo kweli imefanyika, ipo, imekamilika na imeanza kutumika. MM Media. We believe in Africa.